proceeding with the contribution. Watu wanaanza kuchanga pesa, watu wengi wanachoka kanisa. Lakini sitachoka. Hata nikwambia sitachoka, sababu ninajua Mungu ninayemtumikia. Akisema anatimiza. Angalie wingi wa watu. Haleluya. Angalie wale wanasema ndio ni wanani. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Basi akisema, when God speaks, atatimiza. He will do. Haijalishi itachukua muda It gani. doesn't matter how long it will take. On Thursday nilipokuwa hapa, on Thursday when I was here, Roho wa Mungu alikuwa ananena na moyo wangu. The Spirit of God is speaking with my heart. Na alikuwa ananizungumzia kuhusu huyu mama anaitwa Mariamu. And he was speaking to me about ambaye alizaa Yesu. The woman who will give back to God. Malaika alimuelezea, the angel told her, wewe umebarikiwa, you are blessed, sababu ulisikia sauti, because you heard the voice, na ukaamini, and you believed. Na ndio nilikuwa nasema siku ya Thursday huko hapo. And that's what I'm saying, on Thursday you're not here. Alisikia tu sauti, I heard the voice, na akaamini, and she believed. Na hiyo sauti ilifanya kitu katika maisha yake. Something in our life. Na wewe umeelezwa sauti, and you heard the voice. Labda unafikiri uone mtu anafanana sijui namna gani. Maybe you think you're just anybody. Labda anakuja akitembea pole pole. Maybe he's coming slowly. Hallelujah. Amen. Akitembea pole pole. Walking slowly. Labda ana papembe huko. Maybe he might be ama na sura kufanana na namna gani, ambaye anaweza kusema mtu asikie. Lakini acha nikuambie, heri wao wanaosikia na kufuatilia hayo maneno, sababu wamebarikiwa. They are blessed. Mama anaweza nitangazie wa mama. My mom said you should announce to women. Wamama msiende, mbakie. Please stay behind. Tutaenda kusalimia mama wa Pastor James. You're going to say hi to Pastor James' wife. Kisha wapate kumsindikiza anze kuja kanisa. So you can relieve her duties so she can start coming to church. Hata wazee, tunaweza kujipanga wazee. Wazee mniulize na mimi. Basi mama isawa mama wakie leo. Men also sika wa mama. Yes, today is Women's Day, so hallelujah. Amen. Nataka nisome Biblia katika kitabu ya Yohane. Allow us to turn the book of John, sura ya kwanza, chapter 1, 45 mpaka 48. 45 to 48. Mimi upenda kama nataka kusoma. I like it when I read. Watu wanasimama. Sababu wanaheshimia neno la Mungu. Kwa sababu neno hili lina nguvu, lina uwezo, linabadilisha. Ukiona wanaume kama sisi, when you see men like us, watu wa nguvu, people who are strong, sio kusema tu wajinga, masomo tulienda, magari tunatembeza, manyumba tuko nayo, lakini tunanyenyekea, tunakuja kanisani. Tunajua nguvu za Mungu, tunajua uwezo wa Mungu, tunajua kile Mungu anaweza kufanya. Amen. Ndugu, utaanza kusoma kwa lugha hii. I will read in English. The book of John, chapter 45 to 48. Are we there, church? All right. So the book of John, chapter 1, verse 45 to 48. The Bible says, Philip found Nathanael and told him, we have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth. But Nathanael said to him, can anything good come from Nazareth? Philip said to him, come and see. Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him, here is a true Israelite. There is no duplicity in him. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, I saw you under a fig tree. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Amen. Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, lawezaje neno njema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Amen. Amen. Nikiwa katika usingizi, when I was asleep, nikaamshwa, I was woken up, na nilikuwa tu katika usingizi, still sleeping. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nilikuwa katika usingizi, when I was sleeping, nimelala sana, in a deep sleep.
Kisha nikaamshwa kwa usingizi. Then I was awakened while I was Nikaamka still kwa asleep. usingizi, When I woke up, lakini nilikuwa naendelea kulala. When I was still sleeping though, Na Bwana akanitoa nje. God took me out. Akawa nipitisha nje mahali pana watu wengi. He took me to the Watu crowd. pandei, People on this watu side, pandei, people on the other side. wakiweka mikono, pasta utuombe. Begging us, Pasta the pastor utuombe. pray for us. Pastor Shida pray for us. inanipita. We have Au troubles. wakisema hapa hatuna na kazi. When people say we Au don't have work, wakisema hatuna na pesa. others say they Au don't have wakisema money. nataka kulipa nyumba nimeshindwa kulipa Others nyumba. lack rent. Au wakisema ndoa yangu iko na shida. Others have marital Au wakisema problems. nataka mume. Others say they already Wakisema have nataka money. mke. Others needs a wife. Nikiwa napita naanza kulia. As I was walking, I started crying. Nikiwa kwa ndoto. I was dreaming. Nikaanza kulia. I started crying. Mungu itakuwa je? God, how is he going to be? Hawa watu wote. All these people. Kila mtu ako na shida. Everyone with different problems. Inakuwa je Mungu huko? How is it possible Ama you're there huko? or you're not there? Sasa nikawa napita. Then as I was Hata walking, sikuwa nawekelea tena I mikono wasn't even kichwa. putting hands Nilikuwa on my nashika head. tu hivi. I was just Na holding Mungu them. akukumbuke. And God remember Kwani na you. wewe uko nalia? Hey, were you crying too? Mungu akukumbuke. And God remember Na you. wewe uko nalia? Are you crying? Niliona watu wengi wakiwa I saw a lot of people crying. na Bwana akawa nikumbusha And God was reminding me habari ya mtu ndio hapa juzi. the story about the person I... Niliona kimutu kimoja hapa kinene. There was a big person here. Kinafanana hivi tu kimutu. Just looked like a Wengine normal walikiita being. kimtumwa. Some people call Na him a slave. nikasema, And I said, huyu mama alipomwona huyo when mtu this lady saw this akasema guy, and said, msimguse, you should not touch huyo him. ni He wangu. belongs to me. Na nikasema habari hii tumesikia. And I said, this news you've Ni heard habari ya Yesu Kristo. is the news of Jesus. Yesu Kristo anasema Jesus said, anataka wewe he wants you umfanye yeye awe wako. to make him yours. Ukimfanya awe wako, You make him yours. tembea pamoja naye, Walk with him. ishi pamoja Live naye, with him. haijalishi ile mambo No matter unayoona, what you see, haijalishi ile no unayopitia, matter what you're going lakini through, inakuwa wakati ambao but it is time, kilio kinafika mwisho. the end of crying. Kilio kinafika mwisho. End of crying. Sababu Because kama kila mtu atalia pande hii, if every person was crying this side, another person crying on the other side, another person crying on the other kama side, Yesu hayuko. it looks like Jesus is not Biblia there. ikasema The Bible says kuna neno ya kila wakati. there's a word for every time. Kuna jambo kwa kila wakati. There's something for every Kuna time. wakati wa kulia. There's time to cry, Manake ukiwa unacheka, meaning that if you're laughing, kujua kwamba kuna wakati unaweza kulia. there's a time to cry. Ndio maana tuongelea watu aina tatu. That's what we're going to talk about. Three kinds of Aina people. tatu ya watu Three kinds of people. ambao Who anacheka siku ya they leo. will laugh today. Anacheka sana. They will laugh today. Anafurahi They'll be sana. happy today. Usisahau ya kwamba Don't forget kilio that pia kiko. there is sorrow Kuna too. siku ya kulia. There is a day Na for siku ya sorrow. kulia When the day ikifika, of sorrow comes, kubali ya kwamba imefika. accept that it is there. Mhubiri akasema And the preacher kuna said, wakati wa kila jambo. there is time for Wakati everything. wa kulia Time to na cry, wakati wa kutulia, and time to relax. wakati wa kupanda Time to plant, na wakati wa kuvuna, and time to harvest. wakati wa kucheka Time to laugh, na wakati wa kulia. and time to cry. Ndio mtu wa kwanza Bwana kasani kuambie. It's the first person that I said I should Yule tell you. mtu anafanana na Petro. There's another person who looks like Peter. Siku moja Petro One day Peter, alikuwa anafua samaki yake, he was fishing. akipata pesa, When he gets money, akiwa na maisha yake mzuri. living a good Unajua life. si wenyewe tulikomalia kule You all Tanganyika, believe people who lived in Tanganyika. tulikuwa tunaona wavuvi wanaenda You kuvua, see fishermen go to fish. tubakiamuka They asubuhi wake up in the morning, wanaanza kuleta samaki. they bring fish. Familia yao walikuwa nakula Their samaki, families eat fish. hata wangekuwa nakula sombe kama si They wengine, wouldn't eat some, but just na like everybody else. wanakula samaki They wanafurahia. eat fish and be Sababu happy. gani? Baba alienda kufanya kazi usiku Because mzima, dad went out there. wanaujisha samaki, They sell fish. wanapata pesa Get money. na mifuko yao inakuwa And vizuri. their pockets will be heavy. Wakimaliza When kazi, they finish wengine working, wanaenda mumanganda, Others will go drink. wanakuja kule kidogo, They drink a little bit. wakichunga magharibi tena, Waiting in the waende. evening so they can Katika go. kazi In your work, kuna pesa, there's money. katika kazi In working, kuna kufanikiwa. there's success. Na Petro alikuwa amefanikiwa And Peter was sababu successful alikuwa na mtumbwi wake, because he had his own alikuwa boat na neti and yake. his own net. Yesu alipomwita When Jesus called Peter, Petro akaacha kila kitu. Peter left everything. Wakati Yesu anakuita, When Jesus calls ni you, kama unaingia katika upepo, I don't know if you get into the air. unaingia katika upepo, I don't know if you swing in the unaingia air. katika upepo Or you swing in the kwenye air majaribu, in trouble. sababu shetani Because the devil, anajua ya kwamba he knows very well umemkataa, you na refuse ukimkataa him. shetani, You refuse the devil. wewe ndiye vita ya kwanza. You're the target. Angalie wengine He doesn't look at waliokuwa anybody upande else. wake ni wengi, Those who are angalie against them, wale, he doesn't look at them. anakuangalia He looks wewe, at you. wengi wanakuwa target You're the yake, biggest target. anaanza kukuangalia, Start looking at anakuambia hautaenda mbali, He tells you won't go anakuelezea far. hautafanikiwa, He tells you won't be successful.
sababu kazi yake ni kuwafanya waliokuwa juu washuke chini. Akaanzana na Petro. Petro akaanza kumfuata Yesu. Mpaka Petro akasema, na sisi hao tunakufuata, tutapata nini? Yesu akamwambia, duniani hii utazidishiwa. Ninafurahia sababu duniani hii itazidishiwa. Upende usipopenda itazidishiwa, sababu ninamwamini Yesu. Akamwambia Petro, usizunike tu sababu unanifuata, utazidishiwa katika dunia hii. Kisha baada ya yote kuna uzima wa milele. Furaha yangu kubwa ya kwamba hata kama nakufa leo, ila uzima wa milele. Ndugu yangu usinilie. My brother, don't cry. Petro akasema basi nitaka. Peter said, I will stay. Ikafika mahali there was a time wakiwa katika mtumbwi, when they were in a boat. Ndio naendelea safari. They were traveling. Wanamwona Yesu yuko nakuja juu ya maji. They saw Jesus walking on water. Yuko anatembea juu ya maji. He was walking on water. Petro akasema, Peter said, huyu Yesu nampenda. Huyu Yesu natembeaka naye. Huyu Yesu ni rafiki yangu. Yesu, Jesus, kama unanipendaka na wewe, niruhusu nitembee juu ya maji. Allow me to walk on water. Yesu akamweleza, simama, tembea. Walk, stand and walk. Huyo ni mtu wa kwanza niko naongelea. That's the first person I'm talking about. Petro akasimama. Peter stood up juu ya maji. Water. Petro akaanza kutembea. Akaanza kutembea kama vile wanafanya tu. Just like you do. Kwa imani, mambo sio mzuri. Mroho uko nalia, unaingia mnyumba uko nalia, unatoka nje unalia. Unasema hii mambo itaisha na Mungu. Mbona hii mambo inanifuata sana? Usilie. Usilie. Kuna wakati wa kila kitu. Na wakati unapofika, ndio kitamalizika. Utaanza kucheka cheka. Amen. Petro akamweleza Yesu, kama unanipenda, ruhusu na mimi nitembee. Yesu akamweleza simama, tembea. Petro akasimama, akaanza kutembea juu ya maji. Petro akatembea, ikafika mahali, reached a certain point, Petro akaanza kusali. Peter started sinking. Imagine mtu alikuwa anatembea na Yesu. Imagine somebody was walking with Jesus. Started sinking. Ukiona anaanza kuzama, you see me started sinking. Know that I'm going through temptations. The first person, anamwamini Yesu, he believes in God, anafuata neno lake, he follows the word, anafuata mapenzi yake, follows the God's deeds. Lakini jaribu, but when temptation comes, he doesn't leave them. Huyo ni mtu wa kwanza kwa kanisani. That's the first person in church. Kuomba unaomba, you pray, kukesha unakesha, kutoa sadaka unatoa, kupatia maskini unapatia, hata kuimba unaimba, hata kufanya kila kitu unafanya. Lakini jaribu, but when temptation haikuache, doesn't leave you. Biblia inasema ya kwamba Bible says that jaribu inakuja, temptation approach, ili tunapojaribiwa kwa imani yetu tupate kustahimili katika Kristo. Maana yake uko nalia, uko katika shida, uko katika matatizo, suffering. Nikuelezea, nimeona watu wengi. Let me tell you, I've seen a lot of people. Hakuna watu ndugu zangu. I haven't seen people yet. I don't know where people are today. Watu wengi. A lot of people. Watu wengi wanakuwa wanauliza, na wewe uko hapa? And I was asking, are you also here? Are you also crying? Kila mtu yuko nalia. Everybody was crying. Bwana akasema, elezea watu wangu. Jesus said, tell me people. Unaweza kuniamini na jaribu ikufuate. And still be tempted. Sidi kuniamini. Continue believing God. Because you won't die. Jaribu ni mahali tu pa kupita. Temptation is just a process. process. Wengi katika majaribu. There's so many of us wanakosa kazi, hawa ni pesa kufanya mahitaji hawana nayo, hawa ni kifulani na kifulani, kila mtu na yake. Mimi nikaanza kulia pafasi yangu, nikaanza kulia, Mungu sasa tufanye nini? Asema uombe. Nikaamka usiku, nikaanza kuomba, hata kama sijakuombea leo, nimeomba. Bwana anasema God said you do. And they say you should believe. Just believe. Everything you're going through. Sababu Petro mwenyewe alijaribu kuanza kuzama, lakini sababu alikuwa nao mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo alimshika mkono. Nisikuambia Yesu nishike tena mkono. Today you have to tell Jesus to haya mambo yote nimeona. Everything that I've seen, kama dharuba, like kama upepo, like maji unatikisika, unaenda huku unaenda huku, lakini nitasimama sababu uko pamoja na mimi. Shetani hataki nisimame, shetani anataka nisame, shetani anataka nimwache Kristo, lakini sitamwacha. But I won't leave Jesus. Haya yote ni majaribu. All these are temptations. Haya yote ni majaribu. All these are temptations. Unaamka asubuhi, you wake up in the morning, unaangalia, you look,
Na hii ujumbe nilikuwa nakupewa. And this revelation that was given about this church. Ama ni ile ingine nitaenda next year. Or a different church that I will go next year. Mamaliza Bwana. I told God. Ukisema udanganyike. When you speak, you don't lie. Ukisema udanganyike. When you speak, you don't lie. Sehemu ya watu wa kwanza the first wako people katika kanisa who are in church are going to kama ule mama tulisoma wiki iliyopita. Just like the lady that we spoke about last Sunday. Alipata mtu. She received someone. Ule mtu alipoingia katika nyumba yake. When that person came to her house. Huyu mama akapata kutulia. That woman said hakuwa na furaha tena. She wasn't happy. Akawa na furaha. Watu walikuwa wanakuja kumdai madeni. Hawako wanakuja tena. Hata wengine wakasema tumekusamehe. Sababu alikuwa amepata mtu. Je, na mimi nikimpata Yesu? Mwimbaji akasema nimempata Yesu. Nimepata yote. Nikimpata Yesu nina kila kitu. Unaweza kuniona vile niko siku ya leo. Labda nizarau. And look down on me. Kilichokuwa ndani yangu. What is in me? Ni kikubwa kuliko kidogo. It's greater than what is in us. Na mimi ni kinene kuliko kila mtu. Usijizarau. Don't look down on you. Usiangalie uko peke yako. Usiangalie sasa wananiacha. Watu waniangaliake tena mimi. Kesho bakia peke yangu. Uko na kitu kikubwa. Sababu kitu kikubwa iko ndani yako. Ndio maana vita inaenuka. Ile kitu iko ndani yako. Ile kitu iko ndani yako. Ndio inafanya upate ile mambo yote. Na Yesu anataka uyapitie. Ambia mtu Yesu anataka uyapitie. Yesu anataka uyapitie. Sababu ukiyapitia utakuwa na ushuhuda. Utakuwa na ushuhuda. Hakuna aliyepita ndani ya moto akatoka nje ya moto akakosa ushuhuda. Yeyote aliyepita ndani ya moto anamweleza Yesu, nilipita katika bonde uvuli wa mauti, ulikuwa pamoja nami. Nilipita katikati ya moto, ulikuwa pamoja nami. Ule mwimbaji mwingine akaimba, akasema, ndani ya moto mlikuwa tu watu tatu. There's only 3 people. Biblia inasema, lakini aliimba na akaongezea. Bible says and said, ndani ya moto wakatupa tu watu tatu. In fire they threw only 3 people. Mfalme alipokuja kuangalia, when the king came and looked, anakuta watu 4. And so 4 people. Watu walikuwa watatu. He said, why are only 3 people? How did he come to 4 people? And the singer said, kumbe katikati ya moto uko mtu mwingine. Ikiwa anapitia shida, kuna mtu mwingine. Ninapokuwa nalia, kuna mtu mwingine. Hata niacha, eko pamoja nami. Nikitembea usiku, eko nami. Nikitembea mchana, eko nami. Nikiwa kwa ofisi, eko nami. Ninapopanguza machozi kwa nalia, anasema Albert tulia. Albert tulia. Niko pamoja na wewe. Wakati wako wa kucheka, the time for you to laugh is near. Aina ya watu wa pili, second type of people. Awani ya watu wa pili ni watu wanakaa tu, hawajuaje kama kuna kuwaka shida duniani. The second type of people are people who are living who don't even know that there's problems in the world. Wako tu duniani. They're just on earth. Na wengine ni Wakristo. Others are Christians. Maybe Maybe that's where you are. Nashukuru Mungu wako vizuri. I thank God you're okay. Naendelea kumshukuru. And I'm still thanking God. Lakini kitu unahitaji kujua. But one thing you need to know. Kwamba kama unacheka sana, if you're laughing, una wakati ya kulia pia. It's time to cry. Mswahili wa kule kwetu anasema, Swahili people say, kama unapika ngome sana, if you're hitting the drum a lot, kama unapika ngoma sana, ukisikia nalia mlio mpaka sema hapana, hii ngoma ni kama nataka kuongea. If you give it a sound, it gives you the sound about karibu na kupasuka. Know that it's about to burst. Hallelujah. Amen. Mswahili ndugu yangu kula akasema, and the Swahili people say, wale watu wanapika ngoma, inafikaka mahali, it gets to a point, mpaka anaanza kupika ngoma. Ukisikiliza, unasema hapana, hii ngoma ni kama iko naongea kitu. Unasikiliza, unasema hapana, hiyo tena tena cha ngoma, kuna mambo hatuweza kufikiria, mtu mambo unaweza kutengemana mle ndani. Muangalie kidogo ni ngoma itakupasuka. You look carefully. That drum is about to burst. Watu wanakaa tu wanatulia. Those people are just relaxing. Relax. They're just laying back. Relax, mambo yote yako sawa. Laying back, everything is good. Ya meza, one foot in the table. Kwa mikono, kama anapika simu, anaangalia nani anapika. Ni Albert Shezo kwa simu yake. Huyu ni nani anapika? Pastor James sitaongea. Huyu anapika ni nani? Tunavyo iko na shida bakia na shida yake. Amen. Miguu juu ya meza. One table on the table.
relaxing. Hakuna shida. There's no problem. Furahi tu. Be happy. Lakini wewe unajua ya kwamba wakati wa kulia huko nakuja. There's a time for pain coming. Mtu mmoja katika Biblia. That's what the person in the Bible says. Anasema alikuwa amevuna mavuno mengi. The Bible says he had harvested a lot. Mavuno ya mingi. A lot of harvest. Akatengeneza store kama ile kopani. And he made a store. Anayaza vitu yote pale. And he felt everything. Anaeleza Biblia, anaeleza watu ya kwamba and told people that moyo wangu, my heart, tulia. Kuna ushibe. Eat and be satisfied because everything is there waiting for me. And God came to him and said, and do you know, I need to come pick you up. I'm telling the second person who's relaxing. And so people are praying. The people are problems. Let's go to church. Don't have anything to do. We have something to do. Brother, we have something to do. Brother, we have works to do. Even overtime in our work, we have overtime work. But we give God the space. If you relax, know that the drum know that when that person says, I've made food, I will eat. Don't tell it to your heart to relax. Don't tell your heart to relax and start eating. Wakristo wenzangu, mwache kutulia na mkirelax. Don't just lay back. Sababu wakati unatulia na relax, shetani yuko na kuangalia tu. Ndio kucheka na sema, nimepata wa kujilia sasa. Usifurahie. Don't be happy. Hata kama mambo yako mazuri, kimbia mahali ya maombi. Be where prayers are. Kwenda Bwana. Be close to God. Kuna wakati unaweza kuwa unafanya maombi. Sometimes you might be praying. Kwa maombi unakutangulia. And prayers actually went ahead of you. Sitawahi kufanya accident lakini. I've never had an accident before. And I thank God. Kuna watu wanishuhudia. The people have testified. Pastor, wakati nifanya accident. Pastor, when I had an accident, mimi naombaka. I do pray. Lakini hiyo sasa sikuweza kuomba. On that day I couldn't pray. Nataka ushukue tu hiyo. I want you to take that. Naombaka sana. I pray a lot. Lakini ile sana ilikuwa papa accident natokelea. Hata nilishindwa kuomba. I couldn't even pray. Lakini nashangaa nikapika break, nikafanya hivi, nikasimama. I'm surprised I hold the break and nikaelewa kitu ambacho nataka uelewe. I stood some yale maombi unaombaka. All the prayers that you pray. Inaitwa maombi ya akiba. They are called prayers of maombi ya akiba Bwana. Weka maombi ya akiba. Hapana kusema moyo wangu tulia, ninakula, ninashiba, mimi niko sawa. Amen. You don't know what is waiting for you tomorrow. You don't know what is waiting for you tomorrow. If you eat, be satisfied, and take your remote and sit down. Put even a gospel song. Yeah, listen to the gospel song. Be blessed. When I have my money in my account and good food, continue praying. When you pray slowly by slowly, those are prayers of reserve. It gets to a point where somebody kama hujawahi kufika sisi tulifika pale Bwana. Kama hujafika sisi tulifika pale. Maana ambao unafika mpaka hata kusema Yesu nikumbuke. Unashinda unaanza tu kulia. You start crying. Yesu. Nifanye nini Baba? Jesus, what do I do, Baba? By the way, sidi yake mama yangu. Kama kuna mtu sidi yake sana mama yangu. He's the only person who doesn't cry about the mama. Mama wakufa. Pray for God. Pray to God. When you see when you relaxing, seek God. The prayers will reserve for your future. There's a time that will come you won't be able to pray. The people go through things and they can't able to pray. They just sit down. You see them. Somebody's tears flowing from their eyes. Nilikuwa naingia kanisani wakati mwingine. The church I used to go. Kuna watu wanatoka wanatoa masadaka. I see people giving offerings. I can't even go. Wewe uko nayo. Today you have it. Hutaki kutoa. You don't even want. Hakuna shida. No problem. Usitoe. Don't give. Sisi Mungu ametubariki. Tutatoa. Sababu tunamjua. Because we know him. Nilikuwa naingia kanisani. I used to go to church. Watu wako nasimama kutoa sadaka. I see people standing giving. Baada ya kusimama naanza kulia. I start crying. Pastor Shako na mtu kama huyo. I've seen that before. I've seen that. Naanza kulia. I've seen that. I start crying.
Even offerings. I'm extremely broke. And if God gives me today, why shouldn't I give? Oh no, my heart, relax. Hakuna shida. No problem. Kuna shimo unatengeneza. Hata nikwambie, kuna shimo unatengeneza. Nasikutakie hiyo. Nakwambia, unapokula, unaposhiba, remember God needs. Namalizia watu watatu. The third person. The third type of person. The type of person that doesn't know God completely. You just come to church. They don't even know about the good news. They don't even see the importance of it. Or even to help them. And they just sit. And they see life is normal. This person will read. This kind of person needs to receive Jesus. When they talk, they just when people talk, there's something missing in your life. It's accepting Jesus to be a personal Savior. And that I must read. The book of Romans, chapter 10, verse 9 to 10. The Bible says this. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Amen. Amen. There are those that who come to church as if they're not there. There's something missing. They haven't received Jesus. When they receive Jesus, they will start saying that they need help from Jesus. The woman that we spoke about last week, when they seek help, and got the slave, the lady said, she said, and you, if you receive Jesus, that's the news you're reading today. About Nathanael. He didn't know Jesus. He didn't know that there was Jesus. He just lived his own life. But I'm happy that he was able. He was capable. Nathanael was sitting under a fig tree. I don't know what he was doing under a fig tree. Na ndugu yake Filipo alipopata Yesu Kristo, and one of his brothers, when Filipo alipokutana na Yesu Kristo, Philip received Jesus, alienda kumuita ndugu yake. He went and called Nathanael. Ukijua kitu usimfiche. When you know about something, don't hide it from someone. Praise God. Ukijua kitu usimfiche mtu. When you know something, don't hide it from someone. Hapa nitabakia kidogo. And I will stay here. Kama kuna watu ambao dunia hii inaweza sijue kama tuko sisi wote, ni mimi kwanza wa kwanza. Nikijua kitu kinaweza kusaidia mtu siwezi kumficha. If I know something that will help someone, I will not hide it from them. Ukijua kitu kinaweza kusaidia mtu mwingine, tell them. Ni kama mtu anaenda kustaki mwenzake kukazi. It's like someone who's going to kazi mzuri. To report another person at work. Oh, he's not working good. Throw him out. Kama wanamtoa. So if they kick him out, hiyo mshahara wako watakupatia wewe. Do you think they'll give you his salary? Amen. Batakupea wewe. Do you think they'll give you? Hawatakuongezea. They won't even add you. Muelezee ndugu yako, muelezee. If there's a problem, talk to him. Kazi ufanye kazi mzuri. Try to do better. Sababu wakikutoa, if they kick you out, utateseka na familia. You suffer with your family. Ukijua kitu, if you know something, ambia mtu. Hallelujah. Amen. Ukijua kitu, if you know something, ambia mtu. Tell someone. Kuna Yesu. There's Jesus. Nathanael hakuwa anajua habari ya Yesu. No idea about Jesus. Weko wengi hapa nje. There's so many outside here. Wengine wanaongea Kiingereza. Others speak English. Wanaongea Kiswahili. Others speak Swahili. Wanaongea French. Others speak French. Hawamjue Yesu. They don't know Jesus. Nathanael akaambiwa na Filipo. And was told by Philip. Filipo akamwelezea. Philip told him. Kuna mtu nimekutana naye. Someone I met. Sijawahi kukutana na mtu kama huyo. I've never met someone like that. Mambo huyo mtu yuko nafanya. Things that this person is doing, I have never seen. Nathanael akasema mtu anakaa wapi? Nathanael said, where is this person? person? Mtu anatoka Nazareth sasa. He comes from Nazareth, and he said no. Hallelujah. Amen. Anatoka wapi? Where is he from? Anatoka ile sehemu unajua watu wa Nazareth unajua sana. Yeah, from Nazareth. Hapa sijui kama ni wapi. Pengine wewe unashibwa. Nikule wewe unaisha kwa kutaja tena.
kule wewe unaishi. Amen. Watu wa Kitongo wanakuwa tu sawa sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nathanaeli akauliza, Nathanael asked, ule mtu mnatuambia this person that you asked about, where is he from? Sasa anatoka Nazareti. He said it's from Nazareth. Nathanaeli akazarau. Nathanael akasema kule unasema hakukwake batu wa maana sana. Usikose kuelezea mtu ile kitu unajua. Don't forget to tell somebody. Nenda kumalizia, usikose kuambia mtu ile kitu mzuri unajua. If you know something, tell someone. Ya kwanza habari ya Yesu Kristo. The first thing is the good news. Kuna uzuri unaona ndani ya Yesu. If there's something that you see good in Jesus, share it out. Share with someone. Mwambie mtu. Tell someone. Ataenda hata kama ataitika siku hiyo. Even if they won't accept on that day, ataenda kikumbuka. They will think about kitu it. Mtu alielezea. Something. Filipo akamwelezea Nathanaeli. Philip told Nathanaeli akasema, acha tuende tukaangalie. Sababu najua kula kuna kitu kizuri. Labda kama unazarau tu sababu tuko watu wa rangi moja. Just the same color. Unazarau sababu wale wa rangi ile wako na kuja. Labda unazarau hasa pengine waongee lugha wengine wanaongea. Maybe because you don't speak the other language other people speak. Ile lugha unaongea. The language you speak ya mtu. Can meet someone. Nathanael akaamua kwenda kwa Yesu. Nathanael decided to go to Jesus. Sikutambia mtu namwelezea kuja. The day that you tell somebody to come, itakuwa siku yake. Hata utashangaa. Even you be surprised. Hata utashangaa. Even you be surprised. Alipoenda kwa Yesu. When he went to Jesus. Nathanael akifika kwa Yesu. Nathanael got to Jesus. Yesu akamuona tu Nathanael. Akaanza kutabiri. Akasema kumbe alikuwa nabii. Unajua alikuwa mtabiri. Alikuwa anatabiri. Alikuwa prophet. Amen. Akaanza kumwambia Nathanael. He started talking to Nathanael. Mwisraeli kweli kweli. Nimeona Mwisraeli wa kweli kweli. He is a true Israelite with no duplicity. Mtu mwenye hana na hila ndani yake. Someone who is pure in heart. Ndani yake hamuna chuki. His heart is hamuna fitina. Nimeona mtu ambaye sitawahi kuona. I've seen somebody I've never seen before. Nathanael akashangaa. Nathanael was surprised. Mbona mimi nakuja kuonana na wewe tu leo? I just came to see you today. Unaanza kunijua je? How did you know this? Hallelujah. Amen. Yesu akamwambia Jesus told Nathanael, kabla Filipo hajakuita. Before Philip came to you. Bali alikuwa hajakuita. Before even spoke. Mimi nilikuwa nimekuona. I had seen you chini ya mti. Under a fig tree. Kuna mtu Yesu anaona. There's someone that Jesus seen and he wants to reach you. Kuna mtu Yesu anisha kumuona. Anataka wewe umfikie. Come to him. Kuna mtu Yesu anisha kumuona. Anataka tu wewe umfikie. Na ukimfikia akija kwa Yesu atapata suluhisho. And they will get some. Haya mambo yote tunayaweza. All things we can in Christ Jesus will give us strength. Mambo yote tunayaweza. Everything is possible. Katika yeye atutiaye. In Jesus will give us strength. Paulo akasema hata nikiwa mgonjwa. Paul said, well, even if I'm sick, nakuwa na nguvu sababu I'm strong because of Jesus. Hata nikiwa mgonjwa napata uzima sababu ya Yesu. I get my health because of Jesus. Akatueleza ya kwamba kuna kitu ambayo inatufanya tupate nguvu kila siku. That makes us have strength every day. Hallelujah. Amen. Kuna kitu kinatufanya tupate nguvu kila siku. There's something that makes us strong every day. Ya kwanza, first, ni neno la Mungu. The word of God. Ingine, second, prayers. Na ile ingine, and the last one, Lord's table. Inatufanya tupate nguvu. Nataka nisome neno moja hapa katika Biblia katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza. Book of Corinthians, First Corinthians. Soma pamoja nami. Kindly listen to the book of First Corinthians. And I'll appreciate if you read together. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. First Corinthians chapter 11. Tasoma mstari 24 mpaka 26. Verse 4 to verse 24 to 26. Kabla sijasoma nataka kusema hivi. Kuna watu wanatupatia masharti mingi sana juu ya hivi. There are people who give us a lot of conditions about this. Lakini nataka nisome neno la Mungu usikie na utaendelea kufanya utafiti wewe mwenyewe. But I want to read the word of God so you can whatever comes from people, you know it comes from people, and what comes from the Bible, you know it's from the Bible. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza. The Bible says this from the book First Corinthians 11 chapter 11 kuanzia 24 mpaka 26. 24 to 26. Soma. First Corinthians chapter 11 verse 24 to 26. The Bible says, and after he had given thanks, broke it and said, this is my body that is for you.
Do this in 24, kuanzia 24. Yeah, 24. Okay. Yes. Right. How many is it? 23. Okay, 23. For I received from the Lord what I also handed on unto you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he gave it thanks, broke it and said, This is my body. This is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Amen. Nakaribisha Pastor James, Mama Micheline, Baba